baada ya jana Qatar kusitisha usafirishaji wa gesi na Saudi Arabia kupunguza usafirishaji wa mafuta baada ya refinery yake moja kushambuliwa. Tumeona kuwa bei ya gesi kwanza Ulaya kwa jana ilipanda juu ya 50%, ambayo leo imezidi zaidi, lakini masoko ya Asia kule yalikuwa juu ya 39% na leo imezidi. Kwa hiyo huu ni mkakati maalum kabisa ambao unaanza kuleta machungu kuanzia mbali. Sasa hivi sasa serikali za Ulaya zina maswali mengi kwa raia wao, kwanza kuwajibu kuwa hiki kimetokea wapi, kwa nini imekuwa hivi. Nadhani ndio mkakati wao mkubwa huo, na huenda ukafanikiwa kwa sababu ni mkakati unaoumiza wengi. Na Rabi, kwa sasa meli hazipiti katika mlango wa Hormuz, na hii imeleta hofu kwamba bei ya mafuta duniani inaweza ikapanda. Je, hii itakuwa na athari gani? Ya kabisa, mfereji wa Hormuz ni moja ya mifereji mikubwa kabisa duniani ambayo inasafirisha kiwango kikubwa. Theluthi moja ya mafuta yanapita pale. Anakusudia kusema kuwa pipa milioni 20 zinapita pale kila siku, lakini ni njia nzuri pia inayosafirisha gesi ya LNG kwa nchi zingine. Hapa nchi zinaathirika moja kwa moja tu. Unaweza kuona kuwa unaweza ukahisi wazalishaji wakubwa, mfano Iraq anapitisha zaidi ya 85%, lakini ukiangalia kuwa Marekani ndio kawekeza zaidi Iraq, manake unaweza kuhisi kuwa Marekani ataathirika kwa kiwango gani. Lakini pia hata Saudi Arabia hii njia amekuwa akiitumia kwa zaidi ya 35%. Pia unaweza ukaona kuwa hata UAE pia sasa ni sehemu ambazo ni washirika wa karibu wa Marekani wa kiuchumi na kimkakati, lakini pia wote hawataweza kupitisha hapo. Nimeona taarifa ya Saudi Arabia kwa wanaangalia njia ya pili, angalau wanaweza kutumia bahari ya pili, kwa sababu Saudi Arabia anakutana na bahari mbili. Kwa hiyo wanaweza wakahamisha kutumia bahari ya pili, lakini bado haina usalama sana, kwa sababu Iran ana washirika wa upande wa pili ambao wanakuwa ni wale wa Houthi, na tuliona kipindi chote cha mzozo wa Gaza walikuwa wameweka mzingiro wa meli. Sasa hatujui kama na hilo watalikubali au wataungana na Irani katika kukwamisha au kulazimisha dunia iwe pamoja. Je, mataifa ya Mashariki ya Kati yana mchango gani, Rabi, katika kumaliza au kuendeleza mzozo huu, kwa sababu wengi wanaonekana wapo kimya? Bila shaka mataifa haya yalionyesha hilo mwanzoni kabisa, na hata umemsikia waziri wa mambo ya nje wa Omani alilizungumza hata mwanzo wa mzozo kuwa tulikuwa tumefika sehemu nzuri na tulikuwa tuna mazungumzo mazuri ambayo yangeleta suluhu ya diplomasia. Ukiangalia mataifa mengi ya Mashariki ya Kati ambayo yamepitia kwenye mizozo mingi na vurugu nyingi kwa muda mrefu, ni karibu yote hayahitaji mgogoro, na hata hivi sasa wanajaribu kujiepusha sana. Licha ya kuwa unaona kuna mashambulizi ambayo ya Irani kama yamevuka mstari, yamekwenda kwenye maeneo tofauti, lakini bado hawajibu kwa chochote, kwa sababu hawataki kuukuza mzozo huu. Maana yake kuwa ikiwa nchi za Mashariki ya Kati zitaingia kwa upande kuishambulia Irani, zitakuwa upande wa Israel, ambapo lengo la Israel litakuwa limetimia, kuhakikisha kuwa nchi zote zinamsaidia yeye. Marekani inasema kwamba iko tayari kuendeleza mashambulizi kwa muda